Amani ya Kristo iwe nanyi kila mmoja popote mlipo. Ni siku nyingine nzuri Mungu ameturuhusu tupate kujifunza kutoka kwake. Heri wamtumainio Bwana Yesu, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Kristo watapata uzima. Heri wamtumainio Bwana Yesu, wamtumainio Kristo, heri wamtumainio Bwana, biashara yenu itaendelea. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, pokeeni uponyaji. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Yesu, heri wamtumainio Bwana, watapata uponyaji. Kwa kweli ni siku nyingine nzuri, tunapata kushukuru Mungu na kusema ni asante. Ni kwa sababu ya upendo alio nao kwetu. Licha ya kuwa sisi tumependa mambo ya ulimwengu na dunia, kwa kweli yeye anatupenda na anatungoja tuende kwake kuuliza ushauri, kuuliza suluhisho ya matatizo yetu, kuulizia majibu ya maswali tulio nayo. Lakini nani ndiyo yuko tayari kwenda kuuliza swali kwa Mungu? Mwanadamu wa sasa ni mwenye kiburi, ni mjuaji, anayajua yote, anayaweza yote, anaona kila kitu. Kwa hivyo hakuna yuko tayari kumtafuta yeye amuulize suluhisho ya matatizo tulio nayo, amuulize kuhusu kesho. Lakini kwa sababu Mungu naye anatupenda, haachi wacha wake, bado ataendelea kutuma watumishi wake na mitume wake na manabii, wale watakao sema ukweli. Licha ya kuwa kuna wale ambao watajimenyesha katikati na wapate kuwanyanyasa watu wa Mungu na kuwapoteza. Wacha tujifunze neno la leo kutoka kitabu cha Maombolezo. Tusikie ni onyo gani watu wa Mungu wanapewa. Ni Maombolezo sura ya 1 mstari wa 8. Tutelemuke hapo polepole mpaka mahali utasikia Mungu amenena na wewe. Kwa majina ni Mchumbe Michael, mtumishi wa Mungu. Mimi sijakamilika, natumika tu kama kifaa. Kwa hivyo ujumbe huu ni wako, Mungu analete kwako. Wewe nawe uko na amri ya kubadilika, ufuatane na Mungu ama uache. Lakini ukweli ni pendo lililo haje, ni furaha ilioje roho moja inaposalimu na kurudi kwa Yesu. Inakuwa ni furaha inatokea mbinguni na sherehe. Wacha tujifunze Mungu anatuonya namna gani. Kenya amefanya dhambi sana, kwa hiyo amekuwa kama kitu kichafu. Wote walio mheshimu wanamdharau kwa sababu wameona uchi wake. Naam, yeye hanaugua na kujigeuza aende nyuma. Uchafu wake ulikuwa katika marinda yake, hakukumbuka mwisho wake. Kwa hiyo ameshuka kwa ajabu, yeye hana mtu wa kumfariji. Tazama Bwana teso langu, maana huyo adui amejitukuza. Huyo mtesi amenyosha mkono wake juu ya matamaniko yake yote. Maana ameona ya kuwa makafiri wameingia ndani ya patakatifu pake, ambao kwa habari sao wewe uliamuru wasiingie katika kusanyiko lako. Watu wake wote upiga kite, wanatafuta chakula,
kutoa matamaniko yao wapate chakula cha kuiuisha nafsi. Bwana, tazama uangalie, kwa maana mimi nimekuwa mnyonge. Je, si kitu kwenu, enyi nyote mpitao njia? Angalieni mtazame, kama kuna majonzi yoyote mfano wa majonzi yangu niliyotendwa mimi, ambaye Bwana amenihuzunisha kwa hayo. Siku ya hasira yake iwakayo toka juu amepeleka moto mifupani mwangu, nao umeishinda. Ametandika wafu aninase miguu yangu. Amenirudisha nyuma, amenifanya kuwa mtu wa pekee na mgonjwa mchana kutwa. Kongwa ya makosa yangu limefungwa na mkono wake. Hayo yameshikamana, yamepanda juu shingoni mwangu. Amesikomesha nguvu zangu. Kwa kweli hilo ndilo neno la Mungu leo. Pale mwanzo tulianza kwamba wewe Kenya umechafuka, unaonekana kama kitu kichafu. Ni matendo ya Wakenya. Matamaniko yametajwa pale, yaani ulikuwa wa kutamanika, ulikuwa kila mtu anatamani kuwa na wewe, lakini umetumika na kila mtu kwa sababu ya chakula tu. Sasa imefika mahali kila mtu anakudharau. Kwa hivyo tulipomwacha Mungu, tukafuata chakula, tukafuata vitu vya dunia hii, tukaenda kinyume ya mapenzi ya Mungu. Leo hii tunaaibika, tunajificha tusionekane. Ni kwa sababu ya matendo yetu mabaya, kwa sababu ya historia yetu inatufuata. Baada ya kumwacha Mungu, tukaenda biashara yetu. Kanisa nyingi hapa nchini Kenya leo hii hawawezi simama mbele na watangaze kuhusu ukweli wa Mungu. Ni kwa sababu historia yao haiwakubali. Walimwacha Mungu, wakaanza kuhubiri mafanikio ya dunia hii. Wakahubiri kuhusu utajiri, wakahubiri kuhusu kupata bwana, kuhusu kupata mke, kuhusu kununua gari. Wakasahau kuhubiri ukuu wa Mungu. Sasa wakati umejipata kwa shida katika mali zako, ni aibu kurudi kwa Mungu, kwa sababu ulipomwacha ukatafuta mali, sasa umejipata kwa shida katikati ya hiyo mali. Ni aibu kurudi kwake, kwa sababu wewe ulikuwa ungoje mwenyewe halete mali wakati wake, halete mume wakati wake, halete mke wakati wake, alete kama ni uongozi wakati wake. Wewe ukaua watu, ukanyang'anya watu, ukadanganya watu. Sasa ndiyo huyu uko kwa matatizo. Ni aibu kujitokeza mbele za Mungu, hata mbele za wanadamu. Kwa kweli, kabla tuchukue hatua yeyote, tuulize kama ni upendo, ni mapenzi, ni makubaliano ya Mungu niende njia hii. Najua wengi wetu hatuna muda wa kuuliza, unataka kufanya haraka haraka uende, lakini kumbuka hata haraka yako haitasaidia, sababu utaharakisha, utafika mbele urudishwe. Kwa hivyo itakuwa vizuri ungeanza tu na Mungu, uende kama Mungu anasema. Anapopeana uhuru, anakupea uhuru kamili. Hakupei uhuru kidogo kidogo. Akikupea mali, anakupea zaidi mpaka ya kugawa na ya amani. Kwa hivyo tumtafute Mungu wakati tuko na nafasi,
na ni kwa jina la Kristo Yesu ninashukuru sana. Amani ya Kristo iwe nanyi, na mkumbuke anawapenda siku zote.